morigereria kigima nkorengia buna nontegerete kurwando cia sore imeyo moroberio bobo gimano bochenu yokoretwa sore na incho murario Caroline Mausa kera litukoria Jumatatu chinsa ibere cha maroba litukoria rero nimbegi gukwanira igoro yoburwaire bumanyekanete buna high blood pressure ose shinikizo la damu mwilini nimbe no munyagitari Dr. Calvin oyure no bumanyi bwa igoro mono igoro yoburwaire obo abwa sara abega gotwerera amangi kubwatikana buna omuntu ako bagakonyora uburwaire obo bunora nyare ko bago gwetanga nabo igo bunora nyare ko bago kunyora obugwenya. Karibu sana daktari. Thank you. Asante. Uko nyumbani? Niko nyumbani, asante sana kwa makaribisho. Ningependa ujieleze kwa mpenzi mtazamaji majina yako kamili na pengine wapatikana wapi. Alafu tutaendelea na agenda kuu ya leo. Kwanza nashukuru sana management ya Ensoko TV na programu ya kipindi kwa kunipatia mwaliko kipekee ili nikuje Ensoko TV ambayo tunaidhamini sana na pia tunaipenda sana. So kwa majina naitwa Calvin Lizanga. Mimi daktari, nafanya kazi Mount Olives Medical Center na pia nafanya kazi Ombe County. Siku ya leo niko Ensoko TV. Najua tutasoma pamoja, tutajifunza mengi kupitia kwa hii topic ambayo tutakuongelea mambo na high blood pressure. Karibuni sana watazamaji wenzangu na watazamaji wote na tutaenjoy pamoja. Haya, ningependa moja kwa moja uanze na kumuelezea mpenzi mtazamaji high blood pressure ni ugonjwa gani haswa? High blood pressure na watu wasema tu niko na pressure. Pressure. So pressure tunaita high blood pressure. Na pia in medicine tunaita hypertension. Kwa Kiswahili inaitwa shinikizo la damu. High blood pressure ni ugonjwa ambao unasumbua watu sana. Na high blood pressure mtu akija kwa hospitali ndiposa atajua kama ako na ugonjwa wa high blood pressure ama hana. Ukipima mambo na pressure to call normal levels za normal pressure. Alafu tuko na abnormal levels. So ukipima mtu, niseme umekuja kwa hospitali yangu kwenye nafanya, nataka nijue pressure yangu ni gani. Then nipime pressure yako nipate iko 140 out of 190. Hiyo ndio what we call boundary ya mtu either akona pressure ama ana pressure. So tuna define hypertension as any blood pressure of more than 140 systolic out of 90 diastolic for more than 3 readings. Kwa Kiswahili ni kwamba shinikizo la damu ni pressure ambayo iko asilimia 140 juu ya 90. Ikiwa ni more than 140 juu ya 90, 3 consecutive readings 20 minutes apart. Nasikia najua watazamaji wangu wanatazama wanaelewa vizuri sana. Labda unamaanisha wasikose kuelewa hivyo. Yes. Kwa 3 dakika 20. 3 consecutive readings 20 minutes 30 minutes apart. Umekuja nimepima iko 140 90. Mami pumzia kidogo. Karo karibu ndani, umerudi tena iko 142 93. Pumzia kidogo. Karo kuja tena kidogo tuangalie kumefika wapi. You come back iko 141 93. Hapo utasema umeanza kudevelop ugonjwa wa pressure. So in short, kwa fupi, shinikizo la damu ni pressure yoyote ambayo iko juu ya asilimia 140 juu ya 90. Any blood pressure of more than 140 out of 90 is defined as initial
hypertension. Hiyo si eti ni ile pressure iko juu, inasema initial hypertension. Hii blood pressure iko classified. Tumegawa as in initial, stage 1, stage 2, stage 3 na stage 4. So initial hypertension ni any blood pressure over 140 out of 90. Kuna mtu atakuja na pressure ya 150 out of 95, 150 out of 100. Inaitwa stage 1. Mtu akiwa na pressure ya 170 out of 175 out of 105, 110, in stage 2 hypertension. Mtu akiwa na pressure ya 200 out of 110 ama out of 120, we call it stage 3 hypertension. Na any blood pressure ambayo imepita 250 out of 150 inaitwa hypertensive crisis. So hypertensive crisis ina maana kwamba pressure imeenda juu kabisa, kama wanapata kama wengine au wanakosa kupumua. So unapata wanaenda hata ICU, intensive care unit. So kama wako na hypertensive crisis ndio waenda kule. So kwa initial hypertension, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So that's how we classify hypertension. Na pia hapa kwa hypertension sitaki nisahau what we call hypotension. Ikiwa chini ya 100 out of 60 tunasema iko hypo. Hypo mean iko chini. So ikiwa juu sana ni mbaya, ikiwa chini sana pia ni mbaya. Lakini leo tunaongelea hypertension. So normal blood pressure inafaa ikuwe 100 out of 60 mpaka 135 out of 85. So blood pressure mtu ukiwa 100, 140, 110, 120, 130 normal. Yeah. Out of 65, 70, 85 normal. Any above 140 out of 90 in 3 consecutive readings within 30 minutes apart, that is called hypertension. Daktari, ni nini haswa usababisha au ile shinikizo la damu katika mwili wa binadamu? Ugonjwa wa high blood pressure ama hypertension huwa unakuja kwa njia nyingi. Mtu inaweza kuwa kwanza kabisa mtu anaweza kuwa tunaangalia what we call diet. Diet kwa high blood pressure ni kitu maana sana. Lazima tuangalie diet. Kama mtu amependa nyama choma throughout, akona risk ya kupata hypertension. Kwa sababu gani? Nyama choma iko na fats. Na hizi fats ambapo we call them amino acid and glycerols ziko mingi kwa hii nyama choma. So unapata zile mafuta mingi zinaingia kwa what we call the veins. Zishafunga mishipa, damu haiwezi kuflow vizuri. So unapata pressure wakati damu inakimbia huko ina veins, inapata protocol ina atheromas. Atheroma maana kama kuna fat kwa vein. Asa blood haiwezi flow kwa njia ya kawaida kwa mwili, kwa heart, kwa brain. So unapata hakuna pressure. So diet is the main cause of hypertension. So inafaa tuangalie chakula ambacho tunakula. Nyama kwa wingi inaweza leta hypertension. Pombe pia kwa wingi inaweza leta nini? Hypertension. So wakati pombe inaleta hypertension, inafaa nifanye nini? Inafaa niache pombe. Alafu pia mawazo. Kama mtu akona mawazo mengi, stress, depression, kila saa mtu ako tu, ule mzee wangu anasumbua, yule mke wangu anasumbua, school fees sijalipa. Karo vitu kama hizi, ukiwa na hii stress ya mzee, ya school fees, ya landlord, inafaa ufanye vitu zingine, una pesa. So stress pia inaleta nini? Hypertension. Na ambayo tunaambia watu wengi sana inafaa to avoid stress. Na pia another cause of hypertension au shinikizo la damu, race.
Race ni kwamba sisi ni Waafrika. Tuko na Waafrika, tuko na wazungu. Unapata sisi Waafrika wengi tuko na pressure kwa sababu ya race yetu. Na kwa nini tunapata pressure? Hatuzingatii chakula vizuri. Mzungu akisha kula chakula asubuhi atakuwa kwa saa 7 huko. Kama Afrika tupata chakula sahihi, akule sahihi, aende kwa kara atakula, aende kwa wapi atakula, aende kwa huyo atakula, apate marafiki atakula. So unapata kasa most of the our race iko at risk of what? Hypertension. Alafu pia another principal factor ya hypertension ni miaka, age. Mostly pressure is in the elderly. Watu ambao wako over 60 years old, over 50 years old, unapata wengi wako na pressure. So age is also a risk factor for hypertension. So wakati tukaona kama hiyo nafanya angalia pressure regularly. Na pia najua mtazamaji kauliza, na wanafunzi wa shule wanakuwa na pressure inakuwa namna gani? Wana stress, hawalipi school fees, na wao wanasema nini kwa wao daktari? Wanaweza kuwa kuna stress ya masomo. Ya masomo. Lakini si sana hiyo. So hawa tutakuwa call family history. Hiyo ni point nyingine sana ya maana sana watu kujua. Family history. Babangu ako na pressure, mama yangu ako na pressure. Huenda mtoto wangu akawa na pressure. So hiyo pia ni called hereditary. It is hereditary in that nachukua kutoka kwa sukari pia ni hivyo tu. Yes, hereditary. So family history, hypertension is also hereditary. Meaning kwamba mama anaweza kuwa nayo, tutakuwa na akue nayo. So such like class kuja mwanafunzi yako na pressure, tunaweza kwamba babaka kuna pressure. Mama yako pia kuna pressure. So lazima tuangalie history tujue kuna namna gani. Na pengine kwa mama wajawazito. Je, kuna uwezekano wa wao kuwa na high blood pressure? Nilikuwa naangalia hapo. Hiyo ni ya maana sana. Wamama wajawazito huenda wakawa na pressure iliyo juu ama iliyo chini. Na wengi wao pressure yao inakuwa chini. Kwa sababu ya nini? Ya immunity. So, most pregnant women wanakuanga na hii shida ya hypertension ama hypotension. Na wakiwa na pressure, any pressure, high blood pressure in pregnancy, we classify it as it is a pressure, tunaita eclampsia au pre-eclampsia. Na kitambo tujue mtu ako na eclampsia au pre-eclampsia, kuna what we call proteins ambazo zinakaa kwa urine. So kama mama mjamzito pressure iko 140 90, tunatoa urine anaangalia. Ikiwa ni +1 tunasema kuna pre-eclampsia. Ikiwa ni +2 tunasema kuna eclampsia. Plus kama wengine kuna na convulsions kama hizo. Na hiyo tunaangalianga. Mtu akona pressure inakuwa monitored very closely. So hizo ndio causes za hypertension tukiangalia kwa huo broad perspective. Alafu je, ili mtu kujua akona ugonjwa wa pressure, naonanga wengine wanasema kuna baadhi ya walio na huo ugonjwa unapata wako na joto mingi mwilini, napata mtu anatokwa na jasho kwa wingi, anapumua kwa kasi. Je, unaweza tuelezea pia baadhi ya vionyesho ama dalili? Dalili za high blood pressure ni kweli. Uweza kuwa na headache. Daktari kichwa kinanigonga. So mostly ugonjwa wa high blood pressure kichwa gonga na huko nyuma. Hospital headache. Hii hapa mbele ni stress zako tu. So hii ya nyuma hapa hospital headaches, hizi za huko nyuma ndio za pressure. Headache, wengine kichwa ni mzito. Unaona? Hizo dalili za blood pressure. Wengine ni kizunguzungu. Kizunguzungu pia ikiwa mingi, hiyo dalili ya blood pressure, endocrine pressure kwa hospitali iliyo karibu na wewe. Wengine pia wana complain vya macho, haioni blood vision.
blood vision pia sio mzuri sana. Ukiwa na blood vision inafaa uangalie daktari, pressure yangu ndio pressure yangu. Ingine pia mtu anasikia kama roho inago palpitations, roho kugonga. Daktari, ninasikia kama roho inagonga sana. Hiyo ni dalili ya pressure inaweza kuwa iko juu sana. Wengine pia wanafura miguu. Hii miguu ambayo inafura inafaa tuangalie kama pressure iko juu. Miguu kufura pia sio kitu mzuri. Number 1, na ukiwa mgonjwa kija kwa hospitali miguu imefura, tunaangalia pressure number 1. Alafu tunaangalia na urine. Nitakuelezea kwa nini tunaangalia na urine tukisonga. Ndio watazamaji wasikie kwa nini urine na pressure iko namna gani. Nitawaelezea tukisonga songa. Pressure unafaa upime damu, lakini umesema unatumia urine. Tunaangalia pressure, lazima tuangalie blood pressure machine. Urine pia kuna matusaidia, nitawaelezea watazamaji wenzangu waelewe kwa nini. Hiyo test ni maana sana. So headache, kichwa kugonga, mtu usero inadunda, mtu kusikia kama macho hayoni vizuri, kizunguzungu, miguu kufura, dalili ya pressure. Na je, kuna baadhi ya walio na huo ugonjwa wanasema eti huwa wanakasirika kwa haraka sana na wanakuwa na hasira iliyo ya kiwango cha juu. Je, mbona huwa wanakuwa na tabia kama hiyo? So mtu akiwa na pressure, kukasirika, kuna madawa fulani watu wanatumia ambazo zinafanya mtu anakuwa na hasira ya hali ya juu. Na pia wanaambiwa wa avoid hasira. Hasira haifai, kama uko na pressure kwa mtu wa hasira. Na kiwa wanasemanga tu madawa inafanya tu, madawa ya kufanya mtu akuwe na hasira no. Pressure yangu imepanda. Hapana, madawa hawezi fanya mtu aanze kasirika. Kwa sababu ni madawa, lakini madawa hazifanyangi mtu pressure ipande juu hivyo ama mtu akasirike hivyo, pana. Hiyo ni venye mtu ako. Hiyo ni tabia ya mtu. Waseme dawa zinafanya na kasirika. Dawa ya pressure haifanye mtu na kasirika. Yes, but most of them wanasemanga dawa. So watu wanafaa control hasira zao. Alafu kuna watu wako na mwili kubwa, sema wanaitwanga wako na obesity. Obesity, overweight pia inaweza fanya mtu akuwe na pressure. Mtu akiwa na weight ya juu, shida iko wapi? Mafuta ni mingi kwa mwili. Na mafuta tulisema mafuta inafunganisha nini? Hizi mishipa za damu. So damu hawezi kimbia vizuri kwa mwili. Ndio sababu inaambiwa kwamba mtu anafaa afanye nini? Exercise. Wale watu ambao fanya exercise pia waweza fanya nini kupata ugonjwa wa pressure. So overweight ni risk factor ya hypertension. Tuangalie vyakula ambazo tunakula. Tusipende pombe sana. Tusipende vyakula mingi bila program. Nje kuna program wao wanakula tu. Bora chakula hiki. Wanasema kilo utajipanga, mimi wacha nikule. Na kila hawezi jipanga karo, kila hawezi jipanga, lazima upange kilo. So huo msemo huwa kwa mzuri sana. Kilo utajipanga. So someone just eats everything. So exercise pia nafaa at least 30 minutes every day. Tembea 30 minutes, at least 30 minutes every day. Hiyo pia inapunguza mwili kidogo. Na je, kwa wale wenye wanavuta sigara ama tobacco, huwa inaweza changia? Watu ambao wanavuta sigara sana wanapata shida kama hiyo, tunasema high blood pressure. Caffeine ina affect veins. Vein wa pombe inafanya mambo na deposit of what? Fatty deposit of veins. The same problem inafanyika na cigarette smoke. Sababu cigarette iko na caffeine. Caffeine has the same problem. Na watu wanavuta sigara kwa wingi wanapata heart attacks. High pressure alafu nafika huko tena. So nafaa tuangalie watu ambao wanavuta sigara, tujaribu to moderate na to cut down cigarette smoking. Mwancho marigeria bwa Soko TV ntogenderete gusanga no munyagitari uyu uri no bumanyi bwa igoro mono igoro y'uburwayi bwa high blood pressure
abase gwika bona nyare ko bagago tweresera buna bogocha se omubero itu bono nigo ndachi goswaso mutu komokomoke korende ginkoira na bagago tweresa buna turanyare ko batukwirenda titoba tukutwara uburoiro buna onyo ori obwate uburoiro bwiskari buna aranyare ko bagakonyora obubwenia tobaisa gosuka tobaisa kogendare. Nigo ngenderete gusanga n'umunyagitari witwa Dr. Calvin Lizanga kurwase nyagitari ya Mount Olives abwasago twerera kigima igoro y'oburoiro bwa high blood pressure bono nachiko bagakongera so nchera yo gwikiranu umuntu obwato oburoiro bwa high blood pressure muchando kiburanyare ko babo komoretera ase omuberoe gusembo bebo kwambukira ase biungo au imiyo mubere umwanya bantu. Karibu sana daktari. Kwa sasa ningependa uelezee mtazamaji wetu, je, ni baadhi ya complications zipi ugonjwa huu wa high blood pressure unaweza leta kwa mwili? Sasa madhara ambayo mtu anaweza kupata akiwa na high blood pressure, na haya madhara hayakuji tu madhara yanakuja kama mtu akila vizuri ama azingatii masharti. Si lazima hizi complications zote zikuje kwa mtu hapana, zinakuja kama mtu azingatii masharti ya daktari, au mtu anasikia tatizo kama anaweza pressure nataka kwenda kwa hospitali. So madhara ambazo mtu anaweza kuwa nazo kama atumie madawa vizuri ama inahitajika, mtu anaweza akapata shida ambayo inaitwa stroke in medical term inaitwa what we call cerebral vascular accident. Yes, accident ya kichwa. So CVA, cerebral vascular accident, ndio inaitwa stroke. Hapa ni wakati ambapo pressure ya mtu imepanda juu. Nilisema hypertensive crisis. Hii kama iko 280 out of 150, mtu hajameza dawa, hajafanya nini, unasikia pa. Asa pa niko kichwa. Asa brain accident ya brain. So unapata wakati stroke imekata mtu hivyo, unapata one sided ina fail, one side of the body ina fail ama both. Hemiplegia, paraplegia, unapata mtu anasema daktari mimi hii side yote haifanyi, mdomo unaenda kando, watu mdomo unaenda kando. So mtu anataka pressure unaona kama mdomo unaenda kando, hii ni stroke. Au mkono wa left na right, na mkono wa left haifanyi vizuri, haifanyi, hiyo ni stroke. Mkono wa right na mkono wa right haifanyi, hiyo ni stroke. So hiyo inakuja kama mtu angalie pressure yake vizuri, au kama mtu aende clinic. Kwa pressure wanaenda kwa clinic. Tuko na clinic za pressure. Inafuata kuje kwa clinic za pressure. Waangalie pressure yako ni gani, tuwape advice. Pressure si madawa kila siku madawa. Pressure, control pressure ni diet. Na kuja clinic tuwaambia hii na hii na hii ifanye na hii kama hii. Watu wengi sana kama clinic yetu kwa karibu 300. Ambao kwa kujua pressure hizi tunabaki na karibu 10. Hata 300 clients wabaki 10. Na hawa kwa tuko diet. Kwa imagine. And again, hawa kwa diet na dawa moja, dawa mbili, si dawa mingi, hapana, diet na kadawa. Diet na kadawa moja. Wengine pia ni diet hivyo kwa sababu gani? Pressure imekuwa normal. Pia unapata watu ambao kuna pressure ya juu. After his stroke, wengine upata shida ambayo inaitwa heart failure. Hii heart failure ni wakati ambapo sasa roho haitaki kupiga vizuri, mpigo wa damu unaenda chini, hautaki kupiga vizuri. So hii heart failure, heart imeanza from the time heart failure, roho yenyewe imeanza kukataa kufanya kazi sasa. Yes, kama uko na engine ya gari unagurumisha gari imekataa,
engine yako ni roho inataka kufanya hasa isogi. So kama una most unapata kwa mstari unakuwa uone wengine ndio inakwenda kwa ICU. No. So another complication of hypertension we call cardiomegaly. Unapata enlarged heart inakuwa kubwa. So wakati mtu ako na cardiomegaly heart inakuwa kubwa. Naona? Lakini uzuri karo ni kwamba hizi zote zinatibika. That's a good message behind all these complications kwamba zinatibika. Ni pole. Yes. Alafu call aneurysm. Aneurysm is a complication of high blood pressure. Hapa ni ambapo kuna mshipa inapasuka. So kupasuka hivyo damu inaenda kwa roho. Na hii lazima kuna test ambazo kunani. Angiography natoa onyesha kama hii damu imeclot wapi. Imeingia which part of the heart. So tufanya angiography. Inaonyesha kila kitu ambapo blood clot iko na wapi. Blood clot inatolewa. Ndio kutoa hiyo vizuri sana. Ndio madawa hapa pia yanasaidia kwa kuondoa watu kwa. Alafu another complication ambayo ya ulcers ambayo inakuwa very normal ni dementia. Dementia ni ile hali ya kusahau. Mtu akiwa na high blood pressure na tumbo dawa vizuri, anakuwa kusahau. Kile sasa unasahau kuweka pesa, unasahau kuweka fungu gani, unasahau kuweka chakula kingine, ni kusahau tu. So hiyo dementia is a very bad complication ambao watu wengi wanakuwa nayo. Another complication ni kwamba blood vision na loss of vision. Macho, eyesight. Wengine wanaonyesha ta eyesight. Hawaoni vizuri. Complication ya high blood pressure. So wakati mtu ana lose eyesight. Ndio hasi inakuwa juu. Unaangalia what's called orbital pressure. Kuna watu tutakuwa na pressure inafanya ndio kwa macho. Wanaona hiyo orbital pressure kwa gani. So hiyo pia inaweza kufanya nini? Inaweza complicate macho kwa sababu kazi kuna high blood pressure. Ingine pia ambayo watu wengi complain ni wanaume. Ukosefu wa nguvu za kiume. Hapa ukosefu wa nguvu za kiume ni tatizo la kiume. Na ningependa watazamaji na pia ambao wanasikiliza vizuri sana. Kama mzee wako ako na high blood pressure na hana nguvu za kiume, usianze kufikiria kesi kwa tumbo. Muelewe ni yako, mpatie moral support, social support, mpete kula vizuri, akule vizuri, mpenda kama bado ako na nguvu, ndio muikae vizuri. Hii shida ni ya muda. Itaisha. Singine pale ilipanda juu ilimkasirisha. Amekosa kupata nguvu za kiume. So tafadhali, don't penalize your man. Unataka afanye hivyo na fikiri imekataa. Inji inataka kufanya kazi na inaacha na kuongea kidogo. So hiyo ni complication nyingine ambayo nakuanga very common. Mmoja wa class katika clinic na kutoa daktari si kuzo kama kuna. Hii ni kwa wanaume. Na mtu anaweza kuuliza daktari kwa mama. Kwa mama inakuwa opposite. Wanakosa hamu ya intercourse. So hiyo sexual desire ndio chini. Wanaume pia msababu bilioni kwa nini kama mpata mtu hapana la. Hiyo complication ya high blood pressure. Siku moja pressure ikishuka vizuri, mke wako ataingia rada vizuri tena. Anasema anaingia rada. Yes, atakuwa vizuri, atakuwa vizuri na itakuwa vizuri kabisa. Na pengine inaweza ikaffect kidney. Complications ni nini? Kidneys, hiyo ni a very good complication. Kidney problems, and that's why come to collaborate with people tutaangalia. Kidney problem, kuna watu kwa renal failure. Kidneys zinaweza zikaharibika kwa sababu pressure iko. So that's why mtu akapa ya pressure, lazima afanye call renal function tests. Wangalia kidney yake kwa magani. Liver iko magani. So urea ziko kama level ziko kwa magani. So this is complications ya high blood pressure. Common, ziko mingi lakini hizo mbele zote kwa siku ya leo. Tunatafuta tu vitu ambazo ziko major and common.
ambazo hawa wananchi kwa wale wanaweza elezea, lakini tulikuwa klasi ya medicine tunaongelea vitu kubwa sana, lakini watazamaji nataka kupatie nyingi sana ambazo hawataelewa pia. Na mnawezaje kutibu walio na ugonjwa wa high pressure? Pengine mgonjwa amefika kwa daktari yako, huwa mnafuata taratibu zipi ili kumpea matibabu? Asa high blood pressure nilisema kama 140 out of 90 inaanzia atumie kwa dawa sahihi. Tuombea kesho rudi tupo mara 3 bado 140 out of 90. Bila kwa kesho tuangalie maybe alikuwa na anxiety basi kapanda, maybe alikuwa na shida fulani ya malaria basi kapanda, kwa infections pia tunafanya pressure napanda. So kama ndio for day pressure bado iko juu, tunamwambia diet. First treatment ni dietary advice. Kula hii, wacha hii. Fanya hii, fanya sisi tunamwambia on diet. Diet tunaongelea ni kumalizia. So mtu ambaye kwa pressure imekataa iko 150 100 huwa tunamwanza kwa dawa za chini. Dawa hizi ziko very juu kabisa, low dose of hypotensive. Na kwa dawa inaitwa isotretinoin, ndio na nayo. Ile tunapatia nusu kila siku. Every after 1 week, after 2 days, 3 days, 1 week. Ukimwona kwenye pressure inakaa. Sisi tunapima pressure hivyo. Dawa za 1000, dawa za 10000, atazangi hivyo. Tunaanza nayo dawa ya chini kabisa. Ndio tunaangalia kwa. Na mtu anaweza kuzuia kivipi asiwe akipata ugonjwa wa high blood pressure? High blood pressure mtu ambaye ako nao hata watu kola message, take home message ya mtu ambaye ako na high blood pressure. Mtu kama huyu afai kunywa pombe. Pombe inaongeza pressure kidogo. So mtu afai kutumia pombe, mtu afai kutumia sigara, mtu ambaye ako na blood pressure. Mwenye ako na blood pressure afai mtu ambaye kwa blood pressure afai kuwa na hasira. Hasira mingi inaongeza pressure. Mtu ambaye ako na blood pressure inafaa tumie chumvi ambayo iko chini kabisa. Na utajuaje mtu chumvi iko chini? Chakula. So hiyo siku kama kwa nyumba unapika chakula, weka chumvi chini. Hiyo siku watu wanakuambia leo chumvi hakuna hapa. Hiyo ndio chumvi ndio kuweka chakula. Yeah. Uwezi jua chumvi iko chini, hapana. Haro weka chumvi ya chini kabisa. Si kwenye kali unalea hii chumvi la hakuna, mzee analea chumvi hakuna, babaka ndio. Hiyo ndio iko sawa. You can't quantify salt gani iko chini mpaka wata complain. Kama kijiko kuota weka hiyo kila siku. Kama hiyo kijiko moja weka hiyo kila siku. So hiyo ndio tunaangalia. Another thing is that maji, tumia maji kwa wingi. Maji kwa wingi inapunguza pressure kwa mwili. So wakati mtu anakunywa maji kwa wingi pia inapunguza pressure kwa mwili, na kutuliza engine. Hata ukiwa na stress karo na unakunywa maji, hiyo stress inatulia. Kama uko na hasira na kunywa maji, hasira na inatulia. Maji ni maana sana. Maji ni engine coolant. So lazima tukue watu ambao wanapenda kunywa maji at least 6 to 8 glasses in a day. Mtu ambaye ana blood pressure inafaa atumie pia ndizi kwa wingi. Ndizi ambayo imeiva. Ndizi ambayo imeiva iko na potassium. Chumvi iko na sodium. Na hii chumvi inafanya mtu apate pressure. So wakati unakula potassium ambayo ni ndizi ambayo imeiva, unapunguza sodium levels. So potassium, sodium hazielewani. So wakati unakula ndizi kwa wingi, hii sodium inarudi chini. So mtabaka pressure unafaa kula ndizi kwa wingi. Na pia mtu ambaye ana pressure inafaa pia atumie watu kwa garlic. Garlic iko na chemical bond to cyanin. Cyanin pia ina good
Hicho tukuuza the garlic kitunguu saumu. So kitunguu saumu kula kwa crush, kunywa kwa maji, chakula, hiyo pia inapunguza ile ya pressure. Alafu pia inafaa kulala at least 8 hours in a day. Sasa kama unajua wengine wanakuanga na kazi nyingi, hata kama kuna kazi nyingi, Karo lazima ulale for at least 8 hours, at least 8 hours. Siku hizi watu wanaingia uchumi, yani unapata mtu atalala maybe tuseme kwa muda kidogo, tuseme 4 hours, wengine hata 3 hours. So hao wako na high risk. Hao wako na high risk for that. Insomnia is a big factor of hypertension. Tunafaa at least 8 hours of rest to men, 9 hours of rest females. Mbona mnatuongezea moja? Nyinyi ni feminine. Watu wa week. Nyinyi kule 9 hours, kule 8 hours of rest. Alafu exercise. Enda gym. Tembea. At least 30 minutes exercise will help you do what? Maintain your blood pressure. Nyama. Avoid red meat. Mtu ambaye ana pressure nafaa avoid nyama kabisa. Kama lazima kula nyama, kula slices kidogo sana. 2-3 umezana nyama. Let's invest in white meat. Kula samaki, kula omena, kula kuku. Kama lazima, kama kula hata dengu, hizi vitu mboga kwa wingi. Vegetables kule kwa wingi. Basi utakimbia kwa miguu. Pressure kuna tiba, mtu sema pressure haina tiba, ina tiba. Tiba ya kwanza ni wewe. Sasa ningependa upeane neno la mwisho kwa mtazamaji wetu, labda unapatikana wapi au akitutembelea apate ushauri. Wengine wako na pressure pale nje lakini hawajapata daktari mwenye ujuzi wa hali ya juu kusaidia kudhibiti hali yake. So nikianza ni kwamba napatikana Homa Bay County na pia napatikana Kisii County. So nikiwa Homa Bay County napatikana Kadongo hapo ile kwenye East Sub County Hospital, tunapata hapo. Na tunapata hapo kwa wingi sana, hizo kesi tunafanya huko kwa wingi sana. Na pia nikiwa Kisii napatikana Mount Olives Medical Center ambayo iko opposite Pillars next to hospital station. So kuja hapo nipata hapo, tutafanya kazi nyingi sana. Na pia hospitali yetu pia kuna matibabu ya SHA, na kwa SHA si lazima kuwe na pesa. SHA serikali imeta SHA, so tunatumia SHA kwa kila kitu. Inaeleza kwamba vipimo tunafanya ni vingi, inafaa tuangalie nini, tutumie SHA. What to follow this national registration, SHA tunafanya na SHA. Pia tuko na lab, comprehensive lab, tuko na maternity, very big maternity. Tunafanya maternity services ziko hapo, chanjo MCH inafanya, tuko na pharmacy, tuko na ultrasound, kama mtafanya mambo na picha ya tumbo, kuje zote ziko, tuko na dental services. Meno pia tunang'oa kulingana na daktari amesema. Si lazima tung'oe kila meno. Naangalia tu daktari amesema, then we see what to do. So in a nutshell, unaweza to reach on 0721 113 033 0721 113 033 Mount Olives Medical Center. We treat, God heals. Nimefurahi sana kuwa naye siku ya leo. Karibu tena siku nyingine tuweze kuongea mengi. Nashukuru sana kwa management ya Soko TV. Kazi nzuri na kuniambia kuja studio, watu wanakuamini. So nashukuru sana management kwa kuniamini, Karo na ndugu yangu kuniamini. Nashukuru sana na Mungu abariki Soko TV na watazamaji wote, tubarikiwe sote. Shukrani. Oibu na moigwete ni garenge omunyagitari Dr. Calvin korwase enyagitari ya Mount Olives Mosocho oitwa bere to gusanganere iguru y'uburoire bwa high blood pressure.
Oikabono no kwegena kwa nebu na kwa nyare konyora oboseni boisaine urora nyare komenya no bogima bore ase obochenu kolengana no bunyo moroberio nebu no goteba buna obogima no bochenu kwabiri na inche umuradio Caroline Mausa kurwa somo chakano goikabono mwere ngugwakera ngambi ya mono ase obotegera libore buya oigoni gona sabiro nyare kobago gutubwatia gwetera ase chinchera cheito chiekerero che Facebook, Twitter, Instagram na boige semelia ya TikTok @ensoko TV. Boigo na boko bago gututarera ase chiobis cheito imeo mucho maneno Nairobi ase gorofa ya Azina Towers ase egorofa ya Isano Nemo. Tendera kuligereria emeroberio au imeo Soko TV toba tokumera na ali tukolia Jumatatu elitoba togosanga amange igoro ya marwaire au